Ah, acha kwanza nitoe salamu kwa watazamaji wetu wote na wasikilizaji wetu wote wa Kivu Live TV. Tunatafuta leo tuzungumzie kuhusiana na swala nzima la hiyo jana kuonekana waasi wa M23 kukimbia mapigano bila kujibu chochote kile, na wazalendo kumiliki mji wa Makobola ya kirasmi. Sasa hizi wazalendo wanamiliki mji wa Makobola rasmi wenyewe, na imezua mjadala mkubwa sana. Kwa nini waasi wamejiamulia kutoka katika mji wa Makobola bila vurugu yoyote ama bila kujibia mapigano ya wazalendo, na kutoka tu kwa ukimya kimya kabisa wakatoka? Kuna nini haswa ipo nyuma ya pazia imefanya waasi wa M23 wakatoka katika mji wa Makobola peke yao na hivi sasa hivi kusimamia katika mji wa Uvira? Wewe kama mtazamaji ama wewe kama msikilizaji wetu, una nini haswa unaweza kachangia hapo kuhusiana na hii hali ambayo imetokea katika mji wa Makobola, na ilikuwa ni sitomfahamu mpaka sasa hivi watu wote wanajiuliza, wanajiswali hiki na hiki, kuna nini haswa ilituma kuna hivi na hivi. Kusema kweli, wahasi wana mbinu nyingi ya kupigana na wana mbinu nyingi sana tena sana ya kufanya mapambano. Labda sisi tusiwajaji, hatujui nini hasa ilikuwa kwenye akili zao mpaka kusema acha kwanza tujirudishe ili tuangalie kisi gani ya kufanya kazi. Na sisi ni furaha kwetu kama wamerudia, kwa sababu wanatuachia miji yetu kuwa na amani, wanatuachia mwingine wetu wa Makobola kuwa na furaha, maana watu wamefurahia sana hiyo siku ya jana na wameonesha raha kabisa kuwa katika uongozi wa wazalendo na FARDC. Mimi mpaka sasa hivi sijapata picha ni kitu gani haswa huyu mkubwa wa waasi Corneille Nangaa anakitengeneza katika mji wa Uvira ama anakitengeneza katika nchi ya Kongo. Maana hapa nyuma yapita masaa tano wameposti kuwa wapo unaangalia kesi gani wataingia katika jiji la Baraka, jimbo la Baraka, la Tanganyika, jimbo la Tanganyika. Nikizungumzia Tanganyika na kuzungumzia Kalemi, kuwa wanataka kwenda pale. Sasa lakini ghafla tu watu wajitoshe kwenye kipengele ambacho wameshapigania sana, kipengele ambacho wameshapoteza watu wao sana. Wanajitosha kivipi? Wewe kama wewe hapo unaona kuna nini haswa pale kinaendelea katika huu mjadala ambao haupo kabisa, hauingii kabisa kwenye vichwa vya watu? Tuambizane ukweli, haingii kabisa kwenye vichwa vya watu, kwa sababu nikiangalia muasi amerudi mwenyewe peke yake nyuma na hakuna mtu ambaye alimemforce arudi, wakati ameshatosha watu wake kafara wengi, ameshapoteza watu wake wengi ambao yeye kama yeye alikuwa anapigania engagement yake, wale watu, ama alikuwa anapigania ile mji ikuwe ya kwake. Lakini saa hizi ghafla tu anaamua kuiacha na anaamua kustabilize watu wake warudi mpaka mjini Uvira na kuachia wazalendo, na Asha sema yeye hataki kuona wazalendo ama FARDC, kuachia sehemu ambayo wao walikuwa wanaipigania. Ni kitu ambacho kinapatia watu in shock na kujiuliza maswali ambayo hayana majibu mpaka sasa hivi ya kusema ni kwa nini? Yes, ni kwa nini? Tuulizane sote, ni kwa nini muasi akimbie mji ambao yeye ameshaupigania sana, akimbie fasi ambapo ameshapana kafara nyingi, akimbie sehemu ambapo watu wote wako wanategemea kama anaweza pakimbia, lakini anapakimbia tu na kwenda. Hichi kitu, je, siasa ya Marekani ndio inatumika? Siasa ya Doha ndio inatumika? Ya Uingereza ndio inatumika? Maana rais wetu ameshafika sehemu nyingi sana kwa sababu ya kulomba amani, ameshafika sehemu nyingi sana kwa sababu ya kupiganisha vita ya kisiasa iishe,
lakini vinashindikana. Sasa lakini kwa hivi tunaona muasi mwenyewe anajirudisha. Je, kweli ile saini ambayo ilienda sainiwa Washington DC ndio kabisa imekubaliwa kuwa hii saini sasa sisi waasi wa M23 tunaikubali turudie, maana Twirwaneho haikuwa na haki kabisa kurudia na ya kuachilia kabisa mji hivi. Ni kitu ambacho kinashangaza sana, kinashangaza na watu wote wanashangaa kuona hii hatua ambayo muasi amefanya imekuwa kama shitukio kwa wakaji wa Baraka, kwa wakaji wa Makobola, kwa wakaji wa Uvira. Inakuwa kama ni shitukio kabambi ambayo imefanyika katika mtaa huo ama mji huo. Na istoshe juzi jana kwenye mtandao wa X, kiufupi ile mtandao ulikuwa unaitwa Twitter, tuliona posti ya rais wa zamani, ex president wa zamani wa DRC Congo, ambaye ni Joseph Kabila Kabange JKK. Ameposti na kuandika munipe baada ya siku 3 siku 2 nitakuja mjini Uvira na tutaongea na wakaji wa Uvira, tujue nini hasa tunastahili kuongeza na nini hasa tunastahili kupunguza. Na mnaelewa hicho kitu, nini hasa tunastahili kuongeza na nini hasa tunastahili kupunguza. Mpaka rais huyo kuongea hivyo atakuwa ana nini hasa ambayo anaipanga, ama ni mpangilio gani hasa yuko nayo kwa sababu ya mji wa Uvira, maana amejimalizia maneno yake na kusema yeye anakuja Uvira kuja kuongea na wakaji wa Uvira, wapate kujadiliana 1 2 3 ambayo inaendelea katika mji wa Uvira. Tunaweza tukavichukulia kawaida ama tukavichukulia lezo, lakini katikati hapa kuna maneno ambayo aliongea ni mazito, ambayo inajenga. Wewe kama wewe umeona ni kawaida, lakini kweli kusema kweli pale katikati kuna neno hasa anaongea ambayo wewe sio ya kuichukulia kawaida hiki hivyo gesi gani wewe unaichukulia, lakini neno ambayo iko muhimu na ni kubwa sana. Mpenzi mtazamaji, maana tukumbuke kuwa huyu rais wa zamani Joseph Kabila ndio mumiliki mkubwa wa ile genge la waasi la M23 AFC. Twirwaneho yenyewe anawamiliki, na yeye ndio manager, na yeye ndio boss, yeye ndio sponsor. Akikuwa nazungumza hiyo neno ni kama anaanza na kujiweka wazi na kutaka watu wote wajue malengo yake ya yeye kufungua ili genge la waasi na mpaka kufikisha hapa ambapo tupo saa hizi. Na tukumbuke rais wetu Felix Tshisekedi Chilombo Beto ni mtu wa maombi sana, ni mtu ambaye yeye sio mtakashari, ni mtu ambaye yeye ni mtu anataka kuona watu wote wanaenda kwa spidi moja. Unaona, kwa spidi moja. Sasa ni mtu ambaye kila muda anakaa chini na kujiuliza afanye nini ili kesho ifikie sehemu tuache hii mambo ya kutoa kafara, watu wanafariki bure nini, tuachane na hii mambo. Yeye hapendi siasa iende kwa vita, lakini siasa yake yeye inaenda kidiplomasia sana. Na tukumbuke Paul Kagame aliwahi kumuita rais aliwahi kumuita Paul Kagame wakiwa Uingereza, lakini Paul Kagame alisema Uingereza yeye na Uingereza haiwezi kumfanya chochote kile. Alionyesha dharau na kusema Uingereza yeye haiwezi kumfanya chochote kile, na wala haogopi Uingereza, na wala hawezi akajadili na Uingereza. Lakini wakati rais aliona hicho kitu kinakuwa nguvu, Paul Kagame akufika pale. Nakumbuka Paul Kagame aliwahi kumuitisha sehemu Nairobi, rais wetu akufika, rais wetu kabisa kufika, akaamua kwenda kwenye kikao ambacho kiliitishwa Doha, na alifika pale walikamata mikataba yao na wakasema kuwa yataisha. Lakini wakati rais aliona hichi kitu kinakuwa nguvu, akaamua kumuita sasa Marekani, na lengo na mazumuni ya kumuita yeye Marekani ilikuwa ni kusema kuwa tuzidi kuimarisha amani na tuachane na mambo ya maafa, watu wanafariki bure kwa vitu ambavyo hawavijui, tumalize kama watu wazima yapate kuisha. Na Marekani ilitia saini, wakasema kiwa wanamaliza, na ndio ile ilikuwa ni saini ya Washington DC, wakasema kuwa wanamaliza, fujo inaisha na waasi wa M23 wapate kurudia
mjini wapate kurudia katika nchi ya Rwanda, lakini ili kitu kikufanyika na tukujua ni kwa nini. Saizi rais wetu anaonekana kuwa kidiplomasia ya yuko nguvu sana kidiplomasia, mpaka rais Kagame anaanza kuogopa na anafikia hatua ya kuanza kusema yeye amefariki, wanatangaza kuwa amefariki. Kiukweli rais Kagame bado hajafariki, na rais Kagame yupo na afya yake yote kwa ujumla. Asante. Yaonekana maboti za M23 kutupiwa mabomu hapo mjini Uvira, Kalundu, kuporo kubwa, bandari kubwa ya Uvira. Hii siasa ambayo wazalendo wametumikisha ni sawa na siasa ambayo waasi wa M23 wametumikisha kujitoa Makobola. Sasa wamejitoa Makobola huku, sasa wanaangamia, wanaendelea kuteseka na boti zao zinaendelea kupata shida, maana zile boti ambazo walikuwa wanapiganiana kwenye maji saa hizi zimechomwa moto, zimepigwa kibiriti, sijui watapigana na nini tena kwenye maji, maana wazalendo wanakuja na kasi mpya na kusema kuwa wanakuja kukomboa mji wa Uvira. Acha nikusogezee hiyo video ili upate kuielewa zaidi. Hapa tuko tena ingine ya pili hivi. Hapa tuko tena kuporo ingine vedete ya pili na Lungula. Antoka poro Kalundu hii. Poro Kalundu tuko kote ya Kilibula hapa kwa vedete ya pili na Lungula tena. Kama M23 drone kama kosa ni drone amerikani wanapiga hivi vedete. Atuyu antuka deuxième vedete iko ciblé hivi na kamata moto. Hivi panabakia moja disiki kwa tatu mlaki kwa na foto. Kuna bembeleza watoto wa kama kisi unavyoona bomu zinaendelea kurushwa kwenye bandari kubwa ya Uvira ya hapo Kalundu. Hiyo ni bandari ya serikali ambayo inarushiwa hizo bomu na kuonesha kuwa wazalendo wamejiamua kabisa kugomboa mji wa Uvira, vile na kugomboa miji ambayo inaendelea kubanwa na waasi wa M23. Hizo boti ambazo zinalunguziwa hapo ni boti za waasi na ni boti ambazo walikuwa wanapiganishia nazo kwenye maji. Hivi karibuni tutakuletea taarifa muhimu.